one of the thing kwenye Biblia ambacho kimechukuliwa na kimetiliwa maanani ni jina la mtu, jina la kitu au jina la mtu. Ndio maana unamuona Mungu alipoumba dunia na kila kitu akachukua wanyama akampelekea Adamu akamwambia name them, wape jina. So jina ni kitu ambacho kina ku-identify, kina kutambulisha wewe ni nani. So your name can either, jina lako lina uwezo wa kukubali ukabarikiwa au likakuzuia usibarikiwe. It is either way. The power of name. Jina langu. Wewe unaitwa nani? Ndio swali. Ndio litaamua sasa hizo baraka zije au zisije. So wanaweza wakakupa jina ambalo likawa limekufunga. So the problem that you are passing through ni kwa sababu ya jina ambalo unalo. Kwenye Biblia kuna mambo mengi. There are a lot of stuff. So kinachomfanikisha mtu, kinachomfanya mtu anabarikiwa sio tu, not only prayer. Maombi yanasaidia kukupa revelation ya vitu gani unatakiwa kuvifanya ili uweze kupokea zile baraka. So inaweza kuwa ukawa ni Mkristo, umeokoka na usienjoy zile baraka because kuna kitu ambacho bado umekishikilia cha nyuma. Nataka nikuonyeshe kitabu cha Mwanzo. Fungua nami kitabu cha Mwanzo. Parato. Kabla hujafungua kitabu cha Mwanzo, fungua kitabu cha Mithali sura 22 mstari wa kwanza. Mithali 22 mstari wa kwanza. Mithali 22 mstari wa kwanza Biblia inasema, yes, heri kuchagua jina jema, yes, kuliko utajiri mwingi. So what's the point? Kuna point gani hapa? Mungu binafsi anasema, analinganisha utajiri na jina. So it means for someone to be rich, ili mtu aweze kuwa tajiri, lazima awe na jina bora, not money. You must have a good name. Heri kuchagua jina kuliko utajiri. So hakuna sehemu amesema pray for you to become rich. No, asema pray you choose a good name. Omba ili uchague jina bora ili uweze kuwa tajiri. So ili mtu awe tajiri, there must be a question, lazima pawe na a question. Tofauti na kufanya kazi kwa nguvu, hard working, lazima hawe na jina bora kuliko lolote. So jina gani ambalo wewe unalo? So kumbe watu hawafaniki kwa sababu wanajituma, kwa sababu hata maskini naye anajituma, lakini kitu ambacho kimekosekana pale ni kuwa na jina ambalo ni bora. So ni heri kuchagua. So ni uchaguzi ambao wewe mwenyewe unaamua kuuchagua. What do you choose, my friend? So wakati wewe unatafuta kuchagua utajiri, wengine wameamua kuchagua jina ambalo ni bora. This works even for a business. So ili biashara iweze kuleta mafanikio, it depends on the name. Inategemea na jina ambalo linatumika pia. So Kristo atakuja atakupa jina. So kama tunazungumzia utajiri, we must speak on the name first. Vitu vya kwanza vya kudeal navyo ni jina. Jina gani ambalo wewe unalo? Jina lako linavutia huo utajiri. So anasema ni heri, it is better. So kuna ambao watachagua utajiri, but huyu anasema jina bora ni bora, jina zuri ni bora kuliko utajiri. So amemeasure hivi vitu viwili, akagundua no, I need a good name. Nahitaji jina zuri. Kwa sababu jina zuri ukipata hautafilisika because you have a good name. So what are you looking, my friend? Wewe unatafuta nini? Hard working without no good name, kufanya kazi kwa bidii pasipokuwa na jina zuri. Anasema tazama, nimeona watumwa wakipanda farasi, wafalme wakitembea kwa miguu. Anasema nimeona ubatili juu ya dunia, kwamba anaifanya kazi kwa bidii hali matunda ya mikono yake, lakini ni kwa sababu moja, watu wamekataa maarifa. Anasema ni bora kuchagua jina bora, jina zuri. Lakini jioni ya leo utachagua jina zuri katika jina la Yesu. Amen. Fungua nami kitabu cha Mwanzo. Karatose bredimanka bradia bahaskaya. Kitabu cha Mwanzo sura ya 32 mstari wa 28. Mwanzo 32:28 Biblia inasema, ndipo yule mtu akasema, yes, jina lako halitakuwa tena Yakobo, yes, bali Israeli. So we have a case now. Hapa ndo napopapenda. Listen to this careful. Don't blink. Anasema yule mtu ambaye alikuwa ni malaika akamwambia, hautaitwa tena nani? Yakobo. Huyo alikuwa ni malaika. Hautaitwa tena Yakobo, bali utaitwa Israel. So tunaona Yakobo anabadilishiwa jina na malaika.
So even the angel understand, hata malaika anajua kwamba jina linaweza likawa kikwazo juu ya mtu asiweze kusonga mbele. So akamwambia, wewe nitakubadilishia jina, hautaitwa tena Yakobo, utaitwa Israel. Sasa nataka kujua kwa nini anambadilishia jina. Ukifungua kitabu cha hapo Mwanzo kuanzia mstari wa 26 anasemaje? 32:26 mstari wa juu yake anasema, yes. Ndipo yule mtu akasema, yes, niache niende kwa kuwa ni mapambazuko. Malaika anasema niache niende kwa kuwa ni mapambazuko. Lakini Yakobo akajibu, yes, sitakuacha uende usiponibariki. Okay, full stop. So you know now, Yakobo anabadilishiwa jina kwa sababu alikuwa anataka baraka. But wait a minute, let me tell you a story. Ngoja niwaambie habari yake. Yakobo ametokea kwenye uzao wa Ibrahim. Kumbuka Ibrahim ameambiwa kwamba atabarikiwa. So yeye na uzao wake wote. Kwa nini Yakobo anatafuta baraka? Okay, tuachane na hiyo. Kumbuka huyu Yakobo ni mwizi. Ana baraka ambayo tayari alishaiba. But this time around unaona tena anatafuta baraka. What's wrong with Jacob now? Kwa kumbe zile baraka zote ambazo alikuwa anaambiwa hazikuwa effective kwake. Hazikuweza kuleta tija kwake. Mpaka siku ambapo alipokutana na malaika akamwambia, sasa siku utapobadilisha jina ndio siku utapofanikiwa, ndio siku ambayo utafurahia baraka zako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sio kama mmeelewa hapo. Ibrahim anazo baraka za watoto wake wote mpaka wajukuu, na wote wamebarikiwa. Isaka amembariki Yakobo kwa Yakobo kuiba. Lakini this time around tunamuona Yakobo anasema, ninaomba unibariki. Then malaika akamwambia, sikia, now inabidi ubadilishe jina. So blessing of a man is tied up within the name. Baraka za mtu zimefungwa kwenye jina lake ambalo yeye analo. Baraka za mtu zimefungwa kwenye jina ambalo yeye analo. So now you are praying for blessings. Unaweza kuwa unaombea baraka na jina ambalo wewe unalo ni anti blessing, alitaki wewe ubarikiwe. So it is true you are praying, lakini sasa baraka huwezi kupokea. Malaika akamwambia, Yesu umepambana. Na kumbuka ilikuwa ni usiku wa manane. Maybe Jacob was praying. Baba Yakobo alikuwa akiomba, then akipambana na malaika through prayer, kupitia maombi. Then lakini maombi hayakumpa baraka, jina ndo limpa baraka. So maombi alimsaidia yeye kuingia, na akaambiwa sasa change name, badilisha jina lako. Alipobadilisha jina, then we see blessings are coming now. So baraka za Yakobo tunaziona baada ya kubadilishwa jina. So wewe wanakuita jina gani? That's a question for you to say you need to be blessed. Ili wewe useme kwamba nahitaji kubarikiwa, wewe wanakuita jina lipi? Bwana Yesu asifiwe. Mwanzo sura ya 12 kuanzia mstari wa 1 hadi wa 2. Mwanzo 12 kuanzia mstari wa 1. Biblia inasema, Mwenyezi Mungu alikuwa amemwambia Abraham, yes, ondoka katika nchi yako, yes, uache jamii na nyumba ya baba yako, yes, uende hadi nchi nitakayokuonyesha. yes. Nitakufanya taifa kubwa na nitakubariki. So tunaona Ibrahimu anapewa maelekezo ya kutoka, na anaambiwa nitakufanya wewe kuwa na jina kubwa, then nitakubariki. Mind you, read well. Tunaona baraka zinakuja baada ya jina kuwa limetajwa. Anasema nitakupa jina kubwa na wewe nitakubariki. Full stop. So if we want to enjoy blessings, kama tunataka tufurahie baraka, we must choose a good name now. Lazima uchague jina bora. Kwa sababu hapo Ibrahim anaambiwa nitakutoa mpaka nchi nyingine, nitakubariki, lakini jina lako nitalikuza, ndipo baraka litakuja. So amen. Kwa hiyo kuna mtu anaweza kakesha usiku mzima anaomba God bless me, yet hajaomba kupewa jina ambalo ni zuri, ambalo kwenye ulimwengu wa roho malaika wataliona na watasema we need to bless this man. Tutambariki huyu sio kwa sababu ni Mkristo tu, tunambariki kwa sababu ni ana jina zuri. Kwa sababu baraka ziangalie kwa sababu wewe ni Mkristo, baraka zinaangalia kwa sababu wewe una jina zuri. Na ndio maana tunao Wakristo wengi na yeta hawafurahi baraka ambazo Mungu amewapa kwa sababu jina pia wamekosa. So kinachokibebeo cha baraka ni lazima uwe na jina zuri. So kiwakilishi, ili uweze kupata access within your blessings, kupata access kwenye baraka zako, lazima uwe umehakikisha kwamba nina jina ambalo ni zuri. Jina zuri ni bora kuliko utajiri. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen.
Na ndio maana unaona hata Ibrahim mwenyewe baada ya kufanya aliyofanya, tunaona Ibrahim anatoka na Mungu anambadilisha jina. Anamwambia no, badilisha jina lako. Lakini tofauti hapo, angalia Sarai mke wake, na yeye anatoka anaambiwa badilisha jina, change the name. Badilisha jina. Kwa nini ubadilishe jina? Because God wants to bless me through this name which I have. Hili jina ambalo ninalo linaweza kuwa ni anti blessings, likawa linatafuna baraka ambazo mimi ninazo. So tunakuja hapa, tutakupaka mafuta, tutakumiminia chupa nzima ya mafuta, my friend. Kumbe wewe unaitwa Jabez, sorrow, unaitwa huzuni. So we have wasted our oil upon you now. Tumepoteza mafuta yetu juu yako. Tumepoteza prayer point juu yako. It's only you ukitoka pale na kusema God change my name. Badilisha jina langu. Badilisha. No, prayerful ni tactic. Ni mchezo wa tactic. Wewe unavoomba ndio utavoamua matokeo upate. Praying amiss, anasema mnaomba lakini mnaomba vibaya. Let's say mtu anaomba kupokea baraka, bala anatakuwa aombe apewe jina ambalo ni bora, sio baraka. So this one is praying amiss. Huyu anaomba vibaya. So it's true, watu wote hapa tunaomba, lakini wengi tunaomba vibaya. God bless me. Naomba unipe baraka za uchumi, naomba unipe baraka za nini. Lakini kwenye ulimwengu wa roho, baraka zako haziwezi kuja, kwa sababu kwenye ulimwengu wa roho kuna jina limeandikwa kwamba wewe utaitwa ni mtu wa madeni. So kwa nini upokee hizo baraka za financial breakthrough? Let me tell you a story. Kwenye Biblia yako anasema, kwenye Luka sura ya 1, anasema malaika akamtokea Zakaria. Akamwambia Zakaria, baada ya kumtokea Maria na nini, alimwambia Maria kwamba ndugu yako Elizabeth naye amebeba mtoto. Yule aliyeitwa tasa, angel, anamjua Elizabeth kwa jina lingine la tasa. Wewe unajulikana kwa jina gani? Na huyu anajulikana kwa tasa. Sasa anawezaje kupokea mtoto kama ndo jina ambalo amepewa? So there are names ambazo adui anaweza akakupachika, which are going to affect your life. Inaenda kuleta madhara juu ya maisha yako. Oh man of God, mbona mimi siolewi? What name do they give you now? Tofauti na mavazi waliokuvalisha, jina gani ambalo wewe wamekupa, ambalo automatically linaharibu na kutafuna maisha yako, linavuruga maisha yako? Lazima turudi kwenye jina. Anasema ikiwa watoto wangu walioitwa kwa jina langu, walioitwa kwa jina. So Mungu ana make sure akitaka kukubariki inabidi akupe jina yeye, ili sasa uweze kwenda. Anasema nimempa jina, wa Filipi 2:9 anasema nimempa jina lipitalo majina yote. Na wewe ndio unatoka kupewa hilo jina ambalo linapita majina yote. So angalia, mtu anawezaje kufanikiwa? Unawezaje kushindana na mtu ambaye amepewa jina lipitalo majina yote? Na ndio maana Yesu Kristo ni ngumu kumshinda. Hauwezi kumshinda, haitokaa iwezekane kumshinda, kwa sababu yeye ndo amepewa jina lipitalo majina yote. God give me a name now. Anasema kabla hajazaliwa tayari waliambiwa mtamuita huyu jina hili. Yohana Mbatizaji alivyozaliwa, baba yake, mama yake alipewa jina, akaambiwa muite jina hili. Baba yake alipofuatwa kidogo achanganye, lakini bahati nzuri akaokoa hatima ya mtoto wake, akataja jina sawasawa na lile ambalo aliambiwa mama yake. So you see alignment now. Jina gani ambalo wewe umebeba sahihi? Mimi naitwa Frankie. Kwenye ulimwengu wa roho una kitu gani ambacho umevalishwa? Jina gani ambalo unatambulika? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sio kama unanielewa mahali hapa. So we have names. So tunao majina ambayo yanaweza yakaleta madhara kwenye maisha ya mtu. Fungua nami Yeremia sura ya 20 mstari wa 3 hadi wa 6. Yeremia sura ya 20 mstari wa 3 hadi wa 6. Maandiko yanasema, yes, siku ya pili Pashuri alipomwachia kwenye mkatale, yes, Yeremia akamwambia, Mwenyezi Mungu hakukuita jina lako kuwa Pashuri, bali Malgoli Misabibu. So Pashon ana jina, lakini anaambiwa na Yeremia, je, Mungu hakukupa jina wewe, lakini umeamua kuchagua jina lingine? God love, je, Mungu hakukupa jina wewe, lakini umeamua kuchagua jina lingine?
Na sasa Yeremia akaanza kumpa unabii, akamwambia sasa utaingia kwenye utumwa, kwa sababu jina ambalo Mungu alikupa sio la kukuingiza kwenye utumwa, lakini baada ya kubadilisha jina sasa inabidi upitie kwenye utumwa. So you see now, names can affect your life. Majina yanaweza ka-affect maisha yako. Ndio maana mimi nawaambia watu msifurahie sana haya majina ambayo mnapewa ya kurithi. Like nimepewa hili la kurithi. You don't know. Yule ambao unamrithi kuna kitu kimemshinda. So kilichomshinda yeye kinakuja kukuzuia na wewe pia. So what name do you have, my friend? Passion alikuwa na jina ambalo Mungu binafsi alimpa, akamwambia hili ndo jina nililokupa. Sasa inawezekanaje wewe umebadilisha jina? Mungu alikupa jina akasema kwamba wewe utakopesha, hautakopa. Lakini this time around tunakuona jina limebadilika, huko hapa na wewe ndio unayekopa. Anasema tazama sasa utaingia kwenye utumwa kwa muda mrefu. So you see people, unaona watu wanaingia kwenye utumwa kwa muda mrefu kwa sababu because of name, kwa sababu ya jina tu, kwa sababu wamebadilisha majina yao na kujipa majina mengine. Nao sasa umeingia kwenye laana ya mtu kwa sababu tu ya changing of names. Wewe una jina gani ambalo sasa hivi unavutana nalo sahihi? Maybe that is your hindrance. Huyo labda ndo kikwazo chako. Passion anapewa taarifa, anaambiwa umefanya makosa makubwa, sio hili jina Mungu alikupa. I want us today to pray, God, give me my name. Nipe ile jina ambalo wewe umenipa. I want that name. Nataka unipe hilo jina ambalo wewe ulinipa. I am tired to use these fake names. Kwenye ulimwengu wa roho inaweza kuwa hapa unajulikana kama Frankie. Angalia ukisoma Biblia yako kuna mtu alikuwa anaitwa Jabez. Ukienda kufuatilia Jabez, mama yake anasema nimekuita Jabez kwa sababu ya huzuni. Now explain to me, nielezee Jabez anawezaje kufurahi yet in the spirit anajulikana kama ni huzuni? Anawezaje kwenda mbele kama jina lake kwenye ulimwengu wa roho linatambulika kama ni mtu aliyekwama, mtu ambaye ameishiwa, mtu ambaye hawezi kwenda mbele? Maria alikuwa na jina zuri. Malaika alipomtokea akamwambia umebarikiwa kuliko wanawake wote. And now huoni sehemu yoyote malaika akimwambia na kubadilisha jina, because the name of Mary, alignment ya jina la Mary linalingana na kile ambacho kimeandikwa kwenye kitabu cha uzima, kitabu cha baraka. Akamwambia sasa wewe umebarikiwa Maria. So Maria anabarikiwa because of the name. Sasa huoni Maria sehemu anaomba, you are the one that prays that much. Maria alibarikiwa no because she was prayerful. No. She has a name. Nimempa jina ambalo hili jina linaenda kuvua, linaenda kuwa msumaku, linaenda kuwa mvuto, linaenda kuvutia baraka zake kwenye maisha yake. Bwana Yesu asifiwe. So shetani anaweza akakuvisha kitu, akakuvisha jina ambalo sio la kwako. Inawezekana kabisa. Fungua na kitabu cha Daniel. Now I want to take you to a story. Karato sebredi mantaradia bahaskaya. Jesus. Kabla hujafungua kitabu cha Daniel, fungua na kitabu cha Mambo ya Nyakati, Mambo ya Nyakati wa kwanza, sura ya kwanza. Nyakati wa kwanza sura ya 4 mstari wa 9. Mstari wa 9 maandiko yanasema, Yabesi aliheshimiwa kuliko ndugu zake. Yabesi alipata heshima kuliko ndugu zake. Mama yake alimuita Yabesi akisema, yes, nilimzaa kwa huzuni. Nilimzaa kwa huzuni. Yabesi akamlilia Mungu wa Israeli akisema, yes, Mungu, laiti ungenibariki kweli na kuipanua mipaka yangu. Mkono wako na uwe pamoja nami. Uniepushe na uovu ili nisidhurike. Sasa unamuona Yabesi analia because his name is sorrow. Jina lake amepewa ni huzuni. Lakini unaona analia kwa Mungu, anamwambia Mungu kama ungenibariki. Why is it kila baada ya neno jina baraka inahusishwa? Umewahi kujiuliza hicho? Kwa nini kila baada ninaposema jina la mtu likaitwa then tunaona baraka inahusishwa? So kama jina la mtu limeitwa bovu, maana yake huyu mtu tutamuona analia kama Yabes akisema naomba unibariki. Lakini kama mtu amepewa jina zuri, maana yake hautasikia tena huyu mtu akisema Mungu naomba unibariki, because automatically atakuwa anaogelea kwenye baraka. Bwana Yesu asifiwe.
Bwana Yesu asifiwe. So jina gani ambalo wewe umepewa? Ukisoma Danieli sura ya 1, mfalme alipowachukua mateka Babylon, walijua kitu kimoja. Sasa ngoja niwaambie, Babylon inahusiana na masuala ya uchawi, nguvu za giza. So ukisikia neno Babylon ni nguvu za giza, ni principle hiyo. Babylon walivyochukua utumwa wa Israel, watu wa Yuda, cha kwanza walichokifanya, jambo la kwanza ni kuwabadilisha majina. Kwa nini aliwabadilisha majina? Asema Daniel aliitwa Belteshazzar, maana Belteshazzar inatokana na Mungu Baali. Asema Shadrach na wenzake wote wakabadilishwa majina. Meshach naye akabadilishwa jina. So even which know, kwenye ulimwengu wa roho unaitwa, hapa duniani unaitwa Daniel, lakini kwenye ulimwengu wa roho unaitwa Belteshazzar. And tell me kama utaenjoy baraka zako. So wakati walipolala, adui alikuja na akawabadili majina, akabadilisha majina yao. Huyu akapewa hichi, huyu akapewa hichi. So ni ubatizo uliofanyika kwenye ulimwengu wa roho. Wewe wamekubatiza jina gani? Sasa hivi ni kweli unaweza kuwa unaitwa happiness, but do we see happiness in you now? It means there is an anointing. Kuna ubatizo ambao ulikuwa umefanyika juu yako ulipolala, wakakubatiza jina lingine, ambalo hilo jina sasa ndio linaamua namna gani ambapo utaishi hapa duniani. Mtembeo wako hapa duniani utakuwa ni mtembeo wa namna ipi? Umepata mstari Daniel? Yes. Baadhi ya hawa vijana waliotoka Yuda, Yes. Danieli, Hanania, Mishaeli na Azalia, Yes. mkuu wa maafisa akawapa majina mapya. Mkuu wa maafisa akawapa majina. No, we need to take these people into captivity. Tunataka tuwafunge hawa watu, na namna pekee ya kuwafunga lazima tuwabatize upya. So pakatokea ubatizo. Danieli akamuita jina Belteshazzar. Daniel akaitwa Belteshazzar. Hanania akamuita jina Shadraki. Anania akaitwa Shadrach. Mishaeli akamuita Meshaki. Mishaeli akaitwa Meshach. Na Azalia akamuita Abednego. Na Azalia akaitwa Abednego. Kwa nini waliamua kufanya hivyo faster? Kwa sababu walijua hili hawa watu wakikaa Babylon wasipokee baraka, inabidi tuwagombananishe na majina ambayo wanayo. So inaweza kuwa kweli Dar es Salaam umeitwa ili ufanikiwe, lakini sasa adui amegundua huko kwenye sehemu yako sahihi. So njia pekee ni sisi kwenda kubadilisha jina kwenye ulimwengu wa roho. Tutapompa hilo jina, basi hawezi kufanikiwa. So wewe unasema mbona niko sehemu sahihi? Ni kweli uko sehemu sahihi, lakini sasa jina unalolitumia ni tofauti na lile ambalo liko kwenye kadi ya NIDA. It is true kwenye NIDA unaitwa success, but in the spirit you are called failure. Kwenye NIDA unaitwa amefanikiwa, aliyebarikiwa, lakini kwenye ulimwengu wa roho neno limebadilishwa, anasema aliyelaaniwa. So kwa nini maisha yako haya resemble na jina lako? Now you need to check kwamba maisha yangu mbona hayafanani na hili jina ambalo mimi nimepewa. So toka nimepewa hili jina la happiness, toka nimepewa jina hili la chosen, nimekuwa mtu wa kukataliwa, yet I'm not chosen. So mtu asije akawadanganya. If you need blessings, kama unataka baraka, first of all nenda katafute jina zuri. Ibrahim ilibidi apewe jina, Yakobo ilibidi apewe jina. Kila sehemu ambapo unaona watu walibarikiwa ilibidi wabadilishwe wakapewa jina. Maana yake kulikuwa na shida kwenye majina ambao wao walikuwa wakiyatumia. So check, fanya cross checking kwenye maisha yako. Tazama jina ambalo wewe unalo. If you find error, ukiona jina lako aliresemble na maisha ambayo wewe unaishi, aha. Ukiona jina lako, kuna mtu mmoja nimekutana naye anaitwa Dola, something kama Dola, money, but he has no money. Lakini hana hiyo hela. Hakizani kwamba kwa sababu anaitwa Dola, maybe dola zitakuja. Inaweza kuwa unaitwa Dola, lakini kwenye ulimwengu wa roho unaitwa Kwacha. Hela sijui ya Zambia, sijui ya wapi, haina thamani. Nimebarikiwa. Maria, wewe umebarikiwa. Lakini kwa Elisa akasema yeye aliitwa tasa. So wewe wanakutambua kwa jina gani kwenye ulimwengu wa roho? Pilika za maisha ambazo sisi tunapitia ndio zinafanya zingine tunajibatiza majina mengine matakataka. Kuna tabia zingine zinaweza kutubatiza majina mengine ya hovyo kwa sababu ya maisha ambayo sisi tumeamua kuyachagua kuyaishi. Tulimkataa Kristo, tukaenda katika njia zetu. Tumetoka, tumerudi kwa Kristo na ubatizo mwingine.
ambao sio ubatizo wake. Lakini leo unamwambia Baba, kwa vile nimezaliwa upya, niite kwa jina lako, niite kwa jina lako. Anasema nami nimewaita mimi kwa jina, na alikujua kabla hujazaliwa, na alikujua. So kama alikujua, manake kuna jina ambalo alikuwa akikuita, na hilo jina likiweza kuwa aligned, ukaambatana nalo hapa, utaweza kufanikiwa. I was telling someone, hata jina la biashara you need to check. Don't find it Google. Usiende ukatafute Google, ndio maana mmepewa Roho Mtakatifu. Nilikutana na mtu mmoja amechukua jina la biashara amelitoa Google. Sasa biashara ninaenda Google tu, vitu haviendi. Mambo yameshakuwa magumu sasa. Si kwamba aombi, is a prayerful, lakini kupata revelation ya jina ambalo anatakuwa, kwa sababu anasema mtoto atazaliwa wa kiume nanyi mtamuita. So kama kuna mtoto wa biashara anazaliwa kwenye maisha yako, he comes with a name. Kama kuna biashara Mungu ataizalisha ndani yako, anasema itakuja na jina, na hilo jina atakupa yeye kwamba kaite hili, na watu wakiona hilo jina wataanza kuifuata hiyo biashara. So watu hawaji kujugani kwa sababu umebandika bango kubwa. Even the name, jina ambalo wewe umechagua, jina zuri, ndio linaweza kuwa attraction ya wewe kwa watu kuja kukusikiliza. Sasa mimi sijasema hivi uende ukang'oe bango, nimesema hivi nenda kaombe, Mungu naomba unipe jina, kwa sababu I think hapa kuna kitu napoteza. Nilivyokuwa mtumishi, Yesu Kristo akanipa jina. Juzi nikawa nawaza hivi, ningekuja hapa naitwa Apostle Kiamwangile. Hata nyinyi mngeniangalia like mbona jina limekaa kimiti shamba, you take this one. No. So ili uenjoy hizo baraka za kuwa apostle, change your name sir. Badilisha jina lako. Then akabadilisha jina, akaniambia no, you shall be called this one. Go and work now. Sasa hivi hapa ningekuja Apostle Kiamwangile, ndio mngesema sasa nimekuja kuwaibia watu nyota. Where is this name? Hili jina limetokea wapi? Lakini kumbuka hilo jina nilipewa kwa kurithi kutoka kwa babu yangu. Na vitu ambavyo babu yangu amepitia na mimi nikaanza kuvipitia kwa sababu ya kitu ambacho nimepokea cha kurithi. Every name has a spirit behind. Kila jina lina roho nyuma yake. Roho inaokufuatilia. Kila jina lina njia ambayo inaitengeneza. So njia inaweza kawa ya hasara au inaweza kawa ni ya faida. Jina lako linatengeneza njia ya kukupeleka wapi? Je, inakupeleka kwenye hasara au inakupeleka kwenye uharibifu? Kwenye Biblia yako ukifungua hapo, Mungu sehemu ambazo alizingatia ni kwenye majina. Akamchukua Adamu, akamwambia twende. Eva, Adamu ndo alimpa jina, akamwambia utaitwa Eva. Kwa nini Mungu wapoteze nafasi tu ya kutamka jina? Yetu angesema tu basi wangeacha, lakini it was more important. Wakasema wewe utaitwa Eva, akamwambia wewe utaitwa Eva, the mother of all being. Na ndio maana ukiangalia wanyama sasa hivi wanatenda wanayoyatenda wako jinsi walivyo kutokana na majina ambayo Adamu aliwaita. So kama simba angeitwa sungura, tungemuona anafanya vitu kama sungura. Lakini kwa sababu simba anaitwa simba, basi ni simba. This is not my name. Kwa nini kila siku narudi nyuma? Walipolala, anasema alikuja akabadilisha jina. Pasho anaambiwa sio Mungu alikuita jina hili. Sio Mungu alikuita jina hili. So Pasho kwenye vyeti vyake vya NIDA anasoma jina ambalo Mungu hakumuita. No wonder nao analalamika, anaona kwamba kwa nini apati baraka, pasipo kujua ni kwamba NIDA na jina ambalo lipo juu ni vitu viwili tofauti. So hatusemi hivi uende ukabadilishe NIDA yako. Tunasema hivi, you be wise. God, let me be aligned with my name. Nifanane na jina ambalo wewe umeniita. It is true NIDA itabaki pale, but mimi naomba nifanane na jina ambalo wewe umeniita. So kama mimi jina langu ambalo umeniita linaashiria kuongezeka, acha nianze kuongezeka. Kama linaashiria mimi kumiliki, acha mimi nianze kumiliki. Kabla hujazaliwa halikujua, halikutuma hapa kufanya jambo fulani na kumiliki vitu fulani, na ulikuja na jina specific. Jina lako litatofautiana na jina la huyu. Wote hapa majina yetu yanatofautiana kwa sababu jina ni cheo cha mtu. So cheo chako ulichokuja nacho ni tofauti, lakini angalia sasa hivi adui amekuja akakupachika kitu kingine usoni na amekuita kwa jina lingine. Sasa tuacha mambo ya kuyaitana aka nicknames. Mtu unatoka hapo unaitwa nickname yako, majina tu ya hovyo, and you think labda ni raha. 2015
mpaka 2018 nilikuwa naitwa Maalim Sefu. A name. Maalim Sefu. Maono yalikata. Nilikuwa naitwa yet namjua Mungu naomba. Lakini nilikuwa naitwa Maalim Sefu. So ilibaki kidogo nisilimu. So ukiangalia hata kwenye kabati yangu kulikuwa hadi na kanzu. A name is a pathway. Jina linatengeneza njia ya wapi unataka kuelekea. So jina likawa maarufu kuliko jina lingine. Maalim, tukienda kwenye pool table, Maalim Sefu. Halafu nikaanza kuongea ile naongea kama mtu na hekima. Unajua. Anasema sasa pati nzuri nayoipenda, anasema kabla hapajapambazuka, the man all night alikuwa akipambana na malaika. It is through prayer, my friend. Leo ninataka upambane na malaika through kupitia maombi na kusema kabla hapajaingia usiku, you need to give me a name. Kabla hapajafika usiku wa manane, inabidi unipe jina. Hii Biblia hapa inachoandika ni prayer point. Ogopa mtu ameona tu, nimeona scripture. Kilichonifanya nikaomba usiku mzima, niliona scripture. Mtu anasema amepambana na malaika. Kabla malaika mwenyewe analalamika, anasema niachie. So I came to understand, kumbe baraka zangu are in the midnight. Baraka zangu ziko usiku because this angel, huyu malaika anataka kunipita hivi. So wewe unaichagua usingizi, unaichagua kulala. Well, men are fighting for blessings, you are losing. Wakati wenzako wanapambana kukamata baraka, wewe unasema mimi nitalala, nitaomba saa 12 asubuhi. Then malaika amekupita. Lakini kuna mmoja amesema nitakamatana na Mungu saa 7 mpaka saa 9 ili malaika asinipite. Then malaika anazuiliwa, anaambiwa sasa wewe ni nani? Anasema mimi naitwa Godlove. Anasema thou sasa hautaitwa tena Godlove, utabadilishwa jina, utaitwa jina. So in the midnight, watu kwenye maombi ndio watu wanabadilishwa majina yao. So hatubadilishi majina kwa kutumbukizwa tu kwenye maji. Hata Yesu Kristo hakuitwa jina lake kwa sababu alibatizwa. Aliitwa jina lake it's because Mungu mwenyewe kabla hata ubatizo alisema huyu mtoto akizaliwa mtamuita hivi. So we don't know, hatuhitaji maji ili uitwe. We need the Holy Ghost. Inahitaji sasa uamke kwenye usingizi wako useme leo nitapambana. Kama nina jina, nimeshapewa jina la mdeni mdaiwa sugu, this name must leave me. Mimi nashangaa mtu anayelalamika kwamba anapitia changamoto, afu ana majina matakataka amevalishwa, mara majina sio ya kukataliwa, and yet anakuambia apostle anamka saa 12. Apostle, nitafsirie hii ndoto. Umelala saa ngapi? Saa 4. Shame on you, my friend. Umelala saa ngapi? Nimelala saa 4. Umeamka saa ngapi? Saa 12 asubuhi. Mungu huwalinda watoto wake. No wonder umekwama huko hapo. Wake up. Yakobo anasema hakulala, halipambana. Malaika akamwambia no, nina assignment ya kwenda kabla hapajapambazuka, kwa sababu nikienda kabla palipopambazuka it's a case. Now Yakobo akasema sasa mimi sikuachii, I will arrest you. Ndio nikaja kugundua kumbe sio tu kwamba mkuu wa anga anaweza akamzuia Gabriel. So hata mimi na uwezo wa kumzuia Gabriel to give me my blessings. So I need a blessing of a marriage. Why do I sleep, my friend? I need to find that angel. Inabidi nimtafute huyo malaika ambaye ameshikilia hiyo baraka ya hiyo ndoa and tell give me my blessings. Then anasema alivutana naye paka malaika akamtengua, lakini akamwambia sikuachii. Then anasema no, you shall receive your marriage. Nitakutengua lakini sikuachii, utapokea kodi yako. 2024 Januari tulikuwa tuna shida ya kodi. Na nikamwambia mwenzangu, let me tell you, sikia, kaa huko, nikae huko. Let us start to pray now. Tuombe usiku mzima. Let us see if God will not answer. Kwa sababu hapa tukisema tuende tukazunguke, utatoa wapi hela? Tutaishia kwenda kukopa. Let me tell you. Watu wanasema watu wanaomba ni wavivu. Let me tell you, try to pray now. Kama utaona kama ni rahisi. Then we pray. Tukaomba usiku mzima. Parako brediga masaka yate. Limon sabradia bahali kasahana. Saa 6 mchana simu inaita. Inasema no, nilikuwa nimelala kwenye njozi. Mungu ameniambia kuna mzigo na kudai, unanidai mimi. I'm giving you 1.5 million now. Mimi ndo maana mtu akija akiniambia man of God, mimi na you kodi natoa wapi? I'm like okay my friend, go and pray my friend. Utaenda kukopa, go and pray. Lini ushajifungia siku nzima? 2022-23 huko tulikuwa tumekwama tena fedha ya kodi. I told my partner moja, nikamwambia Ben, let me tell you, let us go. Leo hatutaomba pamoja, baki juu, mimi naenda underground kuomba. I will pray. I pray for 8 hours. I tell God I need financial breakthrough.
jambo moja nimelitaka kwa Bwana na hilo ndo nitakalolitafuta. So I started to wrestle with an angel. I wrestled with an angel 1 hour, 2 hours, 3 hours. 8 hours I came out from my prayer. Nikaenda kulala, naingia chumbani kulala. Saa 1 asubuhi simu napokea, mtu simjui. Lazima niko Arusha. I have a gift for you, sir. Say, hey. I said, nimekuota leo. And the Holy Spirit ameniambia nikupe mzigo. That's when I received 2 million from someone. I say, what can you tell me now, sir? Tulikuwa tuna bili tunadaiwa na inatoka kulipwa kesho saa 4. No option. Hatuna mtu wa kumpigia simu kumwambia naomba utusaidie hii kwa sababu these are Christian. Let me tell you. Wa Kristo, that's why kitu ambacho kilinifanya nikajifunza kuomba ni kwa sababu ya wa Kristo. Kwamba nikajua kabisa ili nifanikiwe kwenye swala la uchumi inabidi niombe sana. Ni moja tu. Niliwahi kualikwa sehemu nikahubiri. Hapa Dar es Salaam. Nikataka kushushwa. Mtu mmoja akamfuata aliyemwalika akamwambia mshushe huyu mtu. Akasema kwa nini mshushe, amekufanyaje? Amekufanyia kitendo kibaya na ninapana. Aliniomba mchango wa huduma. Mshushe huyu mtu. Kwa nini ananiomba mimi mchango? I went to my room. I said, God, I cry. I will not ask. I will pray. Wewe uliniita, you shall provide for me now. Let me tell you, hata wa fake men of God mnawaona watumishi wanaanza vizuri wanaharibikiwa. Me I will tell you, wanaofanya wanaharibikiwa ni wa Kristo wenyewe. They mock them. So wanaletewa offer. The devil anakuletea offer. Niko hapa kuambia ni mara ngapi nimeletewa offer mezani that ili ni compromise, lakini sijawahi kucompromise. Kwa sababu nimejifunza kupata, nimejifunza kukosa. So ni elimu nilibidi nipitie kabla sijawa apostle. So ukiona mtu ambaye hajui kupata, hajui kukosa, hajajua kukosa, huyo mtu hatakiwi kuwa mtumishi wa Mungu. He will steal from you. Kwa sababu siku akikosa atawapiga kabali nyinyi nyote. Atawaambia no. Mungu amenionyesha kwenye mbingu ya 3 wakati ninaomba. Dada Lili, amka. Give me money. Nipe. Niliona clip moja muumini naye anasema Mungu ameniambia nipe 300,000. Nikasema sasa hapo amekutana. Nyanyuka kwa miguu yako. Parato sepredima sakaya. Jesus. Lazima ujue kwamba kuna majina ambayo mtu anaweza akakupa au adui anaweza akakuvalisha na hilo jina lisiwe la kwako. But I'm here to tell you, your name is your glory. Jina lako ndo utukufu wako. Na leo unaenda kujivika jina lako ambalo Mungu amekupa. Na kama kuna jina lolote ambalo adui ameliweka juu yako, hilo jina lazima leo ulivue kwa jina la Yesu Kristo. Iwe ni jina la kurithi, iwe ni jina lolote la kutupiwa, majina yoyote. So wewe unajua ni jina gani? Inaweza kuwa unaitwa Martin, inaweza kuwa sasa hivi hapa unaitwa Eriki, inaweza kuwa hapa unaitwa Judith, unaitwa nani, lakini kwenye ulimwengu wa roho kuna kitu kimewekwa. Na ili ujue kama kuna jina ambalo sio la kwako limewekwa, angalia if you are enjoying blessings. Nimekuonyesha kupitia kwenye maandiko kwamba kila mahali unapoona neno baraka, nyuma yake unaona kuna jina. So nimeshagundua kwenye maisha yangu sioni baraka yoyote. It means I must deal with the name. Lazima kwanza nianze kudeal na jina. Tuna deal na ya wokovu. Unirejeshe furaha ya wokovu. Badilisha moyo wangu huu uliopo katika hali ya jiwe. Unipe moyo wako Yesu. Unipe moyo wako Yesu. Nirejeshe furaha ya wokovu. Nirejeshe furaha ya wokovu. Fungua kinywa chako, kwanza kuomba toka sasa kokote ulipo sasa. Paparake kekura makabra dia bahoska paya. Riparato, fungua kinywa chako kokote ulipo na reno koprediba karadia bahoska paya. Meria no koprediska paka. Ero zaima makaya na rekotele behuska paya. Meroko predele bekura bakaya. Meantore beheli kopradima. Maruka diska paya. Rima kakabale le predia kona. Inanano abahoska paya. Rima kakababa.
Everyone be silent now. Now I want you to be serious. Nataka uwe na hasira kwenye chumba cha maombi. Pray like this is your last time. Omba kama leo ndio siku yako ya mwisho. The angel is here to minister to you. Malaika yuko hapa kwa ajili ya kukuhudumia. But it depends namna wewe unavyoenda kupambana through prayer. Usiangalie nani yuko kushoto nani yuko kulia. My friend, this journey, safari hii inakuhusu wewe. Haihusu jirani yako, inakuhusu wewe. Nyanyua mkono wako kokote ulipo. Omba sala hii kwa hasira kuu. Sema kila kidole cha mwovu kinachonielekea ili kuleta uharibifu, hicho kidole kikatilia mbali kwa moto.
Ndio mkono wako kokote ulipo. You need to shoot like fire. Sema kila jina la kipepo lililowekewa kwenye ulimwengu wa roho, hilo jina linalifuta kwa damu ya Yesu. Kila jina la kipepo linalifuta kwa damu ya Yesu Kristo. Anza kuomba sasa. Sopradima kaba, Rekogalia kaba, Rekogalia jina la kipepo. Sema Baba, katika jina la Yesu, kila ulimi unaoinuka kinyume na mimi, huo ulimi ninaukatilia mbali kwa upanga wa moto, kwa upanga wa moto. Sambaratisha kila kauli kama kopredia kabradia bahana. Kila ulimi unaoinuka kinyume na wewe, ninausambaratisha sasa hivi. By fire of the Holy Ghost, by fire of the Holy Ghost, by fire of the Holy Ghost. Hey, my sister, pray. Kila ulimi unaoinuka kinyume na wewe. Sema kila majina ya kurithi leo hii ninayaharibu kwa moto, majina ya kurithi yanawaharibu baraka zako. Hayo majina ninayaondoa juu yako katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Fungua kinywa chako hata kuomba sasa. Every evil name. Wewe
mkono wako sahihi. Mkono wako sahihi kokote ulipo sahihi. Parano kompredia. We have just started, my friend. Yaliyofishwa kwenye maisha yako, hayo mavazi, kamata moto. Roho Mtakatifu inayaharibu kwa moto, kwa moto. Mavazi ya magonjwa, mavazi ya madeni, mavazi ya kukataliwa, mavazi machafu inayateketeza kwa moto, kwa moto, kwa moto, kwa moto. Sema utukufu wako ninaurejesha kwa moto wa Roho Mtakatifu. Utukufu wa maisha yako ninaurejesha kwa moto wa Roho Mtakatifu. Anza kurejesha utukufu wa maisha yako. Ninarejesha utukufu wa maisha yako. Ninarejesha utukufu wa maisha yako. Pasipo mikono ila pasipo kichwa huwezi kuoperate. Na Biblia inasema niwafanya nyie kuwa kichwa wala sio mkia. So adui akifanya shambulio kwenye kichwa cha mtu, maana yake huyu mtu hana tena msaada. Nyanyua, shika kichwa chako. Parako predima sakabaria bahada kaba. Sema kila taji la miba juu ya kichwa chako, juu ya kichwa cha hatima yangu, hiyo taji ninalivua katika jina la Yesu. Taji ya miba, ya uchumi, ya ndoa, ya kazi, ya biashara, taji ya miba Thank you.
Kwa kuwa yeye atakufunika. Let us pray for a garment. Tuombe vazi. Nyanyua mkono wako. Sema Baba, katika jina la Yesu, leo hii nifunike kwa vazi la neema yako. Vazi la neema linifunike kuanzia kwenye kichwa mpaka kwenye unyayo. Vazi la neema linifunike, linifunike, lifunike maisha yangu, lifunike nyumba yangu. Vazi la neema, vazi la neema lifunike, lifunike. Omba, 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 omba. Sayuni alipopata uchungu ndipo alipo concern blessings. Inahusiana na baraka. Please, please, please. Take yourself to labor. Jipeleke mwenyewe kwenye uchumba cha kusali. Anasema mimi binafsi Mungu nitamsalisha Sayuni. So kama uko hapa na unajua una uchungu wa chochote kitokee kwenye maisha yako, I am tired. Nimechoka to hear any nonsense of the devil. Now it is time for your miracle. Ni wakati wa ushuhuda wako, wakati wa muujiza wako. Muujiza ulionao uko ndani yako. You need to deliver it. Inabidi sasa ujifungue. Kaparano kopredima kaina. Seliano kopradia bakaya. Nyanyua mkono wako kokote ulipo. Maraka baba baba baba. Reketetetelia makabra. Sema Baba, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, leo hii ninazaa baraka yako. Katika jina la Yesu, ninazaa upenyo wangu. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Mungu akianza kuomba karibu.
Anasema misingi ya mwenye haki ikibomoka atafanya nini? Sijui ni misingi yako ipi imebomoka. But kuna misingi ambayo tunaweza kuwa tunapitia. Misingi ya nyumba ya baba yako, nyumba ya mama yako ndio inakufuatilia wewe ukwame. Inafuatilia na wewe uishie walipoishia. Tunaenda kuvunja kila misingi ya kipepo. Kila misingi ya kiofu. Parate compredima cabradia bahaskaba. Rico bratele brehula manco predix caparia. Nyanyoko noko kokote ulipo. Sema kila misingi ya kiofu kutoka kwenye nyumba ya baba yangu, ya mama yangu, ya misingi